katika mwaka huu 2025 Mamlaka ya Afya ya Mimea na Viuatilifu Tanzania imepata mafanikio makubwa sana. Mafanikio ni mengi. Nichukue fursa hii kuainisha yale makubwa ambayo mamlaka imeweza kupata. Lakini pia kabla sijasema hivi, lazima niwashukuru wadau wetu ambao tumeshirikiana nao katika kufanya kazi zetu na ambazo zilipelekea upatikanaji wa mafanikio haya. Kwanza nikianza katika na suala la udhibiti wa visumbufu vya milipuko kwa maana ya magonjwa, wadudu waharibifu wa mazao kama vile ndege aina ya kuelea, nzige, viwavijeshi, panya ambayo vingeathiri uzalishaji wa mazao yetu, lakini mamlaka imeweza kuvidhibiti visumbufu hivyo na vikaweza kuokoa mazao yetu, ambayo kutokana na uokoaji huo uliweza kuchangia katika utoshelevu wa chakula na usalama na utoshelevu wa chakula, lakini pia kuongezeka kwa masoko, ufunguaji wa masoko na kadhalika. Ikianza labda na changamoto kubwa ambayo kwa mara nyingi imekuwa ikituathiri ni changamoto ya uvamizi wa ndege aina ya kwelea kwenye mashamba ya nafaka, mazao ya nafaka kwa maana ya uwele, mtama na mpunga. Ukiangalia mwaka huu 2025 tulikuwa tumekabiliwa na kwelea milioni 2.7 ambao walikuwa wamevamia katika halmashauri 18. Hizi ni halmashauri ambazo zinalima mpunga. Kuna miradi mikubwa, zile skimu kubwa za mpunga kama vile Barari kule Mbeya, Simiyu, Ruvu, Kilosa kule mkoa Manyara na kadhalika. Kwa hiyo mamlaka tuliweza kufanikiwa kwenda kuwadhibiti ndege hao na tukaokoa zaidi ya tani za nafaka milioni 1.46. Hii ni maanake mpunga, mtama na uwele. Lakini pia kulikuwa na uvamizi wa panya. Mapanya walikuwa wamevamia kwenye mikoa 16, halmashauri 54. Kwa hiyo tulikwenda tukadhibiti panya hao na tukaweza kuokoa ekari za mazao 385,895. Kwa hiyo ni mchango mkubwa ambao ulifanywa na mamlaka. Lakini pia tulikuwa na uvamizi wa viwavijeshi vamizi au ni wadudu waharibifu sana wa mazao. Walikuwa wamevamia mazao kama vile mahindi na kadhalika katika halmashauri 44. Kwa hiyo ekari 207,000 zilikuwa zimevamiwa. Kwa hiyo tulikwenda mamlaka tukaokoa, tukadhibiti viwavijeshi vamizi hao na tukaweza kuokoa tani zaidi ya 500,000 za mazao yakiwemo mahindi. Tulikuwa na uvamizi mwingine Ikungi kule Singida. Tulikuwa na nzige wekundu wapatao milioni 36 walikuwa wamevamia eneo la ekari 405. Kwa hiyo tulikwenda tukadhibiti kwa kutumia drones au ndege nyuki. Kwa hiyo tukaenda pale tukaokoa mazao yale. Lakini pia tulikuwa na uvamizi mwingine wa nzige wa mitini au kwa Kiingereza wanaitwa tree locust katika wilaya ya Mpwapwa. Kwa eneo la ekari 1,340 ilikuwa imevamiwa. Kwa hiyo tulikwenda tukadhibiti visumbufu vile, na hii peke yake ilipelekea kuchangia mchango mkubwa katika utoshelevu wa chakula. Mfano, sasa hivi tunasema Tanzania ni ya pili katika uzalishaji wa mahindi Afrika.
huo mchango, na hapo kuna mchango mkubwa sana wa Mamlaka ya Afya ya Meno. Mafanikio mengine katika uwezeshaji au ufunguaji wa masoko, Mamlaka ya Afya ya Meno na Viuatilifu Tanzania, mfano kushirikiana na mamlaka ya mapato ya nchini China, tulifanya kazi pamoja. Kwa hiyo tukawezesha jumla ya makampuni 16 ya parachichi Tanzania kuruhusiwa kuuza parachichi zao nchini China, na hii ni kutokana na kazi ambayo ilifanywa na mamlaka kuanzia kufanya ufuatiliaji wa mashamba au maeneo ambayo hizo parachichi zinalimwa, lakini pia kufanya ukaguzi kwenye pack houses, nyumba za kuhifadhia hizo parachichi na kadhalika. Kwa hiyo tuliweza kufanya hivyo na kufanikiwa. Kitu kingine na pia kwenye upande huo wa masoko, wenzetu wa soko la Jumuiya ya Ulaya ni European Union, mwaka huu mwezi wa 5 walikuwa wamesema kwamba ili Tanzania iweze kuendelea kuuza mazao yake katika soko la Ulaya, lazima kwanza tuwadhihirishie kwamba katika mazao yetu hakuna bakteria anayejulikana kama Xylella. Ni bakteria ni bakteria wa kikarantini kwa Ulaya, lakini anaathiri mazao mbalimbali aina zaidi ya 200. Kwa hiyo Mamlaka ya Afya ya Meno na Viuatilifu Tanzania iliweza kufanya survey, iliweza kukusanya sampuli kutoka kwenye mashamba ya wakulima, sampuli 5664. Kwa hiyo tuliweza kufanya hivyo na tukatumia teknolojia ya kisasa kabisa kubaini kwamba katika mazao ya Tanzania hiyo bakteria hayupo, na ripoti ile baada ya kutumwa kwa wenzetu Jumuiya ya Ulaya walikubali na kuruhusu kwamba Tanzania tuendelee kufanya biashara au kupeleka mazao yetu katika soko la Jumuiya ya Ulaya mnamo tarehe 13 Juni 2025. Kwa hiyo pia ni mmoja ya mchango wa mamlaka, lakini pia tulikuwa tumeweza kufungua masoko mengine mapya ya mazao 9 katika nchi 15. Masoko hayo ni kama vile masoko ya tumbaku Pakistani, lakini mazao kama soya, mazao kama viazi mviringo, karafuu, vanila, ni mazao ambayo yameingia sasa kwenye masoko ya nchi 14. Hayo ni masoko mapya, na biashara hiyo ikifanyika inaenda kuiingizia Tanzania dola za Marekani bilioni 3.5 kwa mwaka. Kwa hiyo pia ni kazi ambayo imefanywa na mamlaka kwa mwaka huu 2025. Lakini upande wa miundombinu ya utendaji kazi, pia miundombinu yetu imeboreka sana. Kwa mfano kutumia pesa za ndani, hela za Tanzania bilioni 2.8, tuliweza kununua mashine mwezi wa 5, mashine ya kisasa kabisa ya kuchambua ubora wa viuatilifu na ubora na masalia ya viuatilifu, na tukaisimika kwenye maabara zetu. Mashine hizi ni kama vile HPLC, gas chromatograph, GC, MS. Ni mashine ambazo zinaweza kuchambua sampuli zaidi ya 2000 kwa wiki. Maanake ni nini? Maanake inaenda kurahisishia utoaji huduma zetu kwa wadau, badala ya wadau kuhangaika kupeleka sampuli zao nje, lakini pia sasa watakuwa wanatumia maabara zetu kuchakata sampuli hizo kwa ajili katika ule unani wa kuwezesha biashara ya mazao. Lakini pia katika mwaka huu 2025 mamlaka ilifanikisha ununuzi wa ndege ya kisasa kabisa inaitwa Thrush B2 Plus, ambayo ni kwa ajili ya kunyunyizia viuatilifu
operation za kudhibiti ndege waharibifu wa mazao, kwelea, nzige na kadhalika. Ndege hii ni ndege ya kisasa, inaweza kunyunyizia viuatilifu katika eneo la ekari 2400 kwa wakati mmoja, na ina uwezo kubeba kiuatilifu lita 1930. Kwa hiyo ni ndege nzuri kabisa ya kisasa. Hayo ni moja ya mafanikio, lakini pia katika uboreshaji wa ofisi zetu za kanda na mipakani, tumeweza kuunganisha au kusimika mtandao yani internet kwenye ofisi zetu 44 zilizoko mipakani, kwa maana ya mpaka ya nchi kavu, bandarini pamoja na viwanja vya ndege. Kwa hii ni moja ya mafanikio ambayo tumefanya, na hii inachangia katika kwanza urahisishaji wa utendaji wa kazi zetu, ukaguzi wa mazao au shehena za mazao zinazopita mipakani ambazo na kutolewa vibali vya usafi wa mimea, maana ya phytosanitary certificates. Lakini pia inasaidia, inarahisisha sana, inaharakisha sana utoaji wa huduma hiyo kwa kutumia mfumo wa TEHAMA, na hiyo pia inapelekea uhakika wa upatikanaji wa takwimu za shehena za mazao zinazoenda nje, maana ya export volumes. Kwa unapotumia mifumo hiyo unaweza kupata takwimu za uhakika kutoka kwenye mipaka yetu, takwimu za siku, takwimu za wiki na takwimu za kila mwezi. Kwa hiyo hayo ni baadhi ya mafanikio ambayo tumeweza kufanya, lakini pia mamlaka tumeendelea na utunzaji wa mbegu za asili kupitia ile benki ya mbegu tulionayo iliyoko makao makuu ya mamlaka hapo mjini Arusha. Kwa sasa hivi tuna zaidi ya mbegu aina ya 10,000 ziko pale, lakini pia tuna utunzaji wa sampuli kavu kwa njia ya herbarium ya kitaifa ambayo iko pale makao makuu Arusha kwa ajili ya utafiti mbalimbali na rejea za watafiti na kadhalika. Kwa hiyo pale pia tuna aina ya sampuli aina zaidi ya 300,000 nazo hapo. Kitu kingine ambacho tumeweza kufanya kwa mwaka huu, tumeendelea na kufanya mafunzo ya kuwajengea uwezo wataalamu wa mamlaka ili waweze kutoa huduma kwa weledi kabisa, huduma za ukaguzi na kadhalika. Kwa hiyo pia tumefanya, mfano tumetoa mafunzo kwa wakaguzi 82 ili wawe gazetted na serikali, wapewe vyeti vya ukaguzi wa mimea pamoja na viuatilifu. Lakini pia tumeendelea kutoa mafunzo kwa wadau mbalimbali juu ya matumizi sahihi na salama ya viuatilifu. Kwa hiyo haya ni mafunzo endelevu, na kupitia mafunzo haya yanatusaidia sana kuleta tija katika kilimo. Na kitu kingine sambamba na mafunzo hayo, ukiangalia mwaka 2025 tumejikita pia kuboresha, kushirikiana na wadau wetu kuboresha maabara. Kwa tunafanya ukarabati wa maabara za mamlaka, lakini pia uanzishaji wa maabara ndogo kwenye mipaka yetu, pamoja na kuimarisha maabara na kuanzisha kwa maabara za kikanda. Mfano, sasa hivi tumetangaza tenda ya kujenga maabara pale Njombe kwa ajili ya kuhudumia mazao ya kimkakati kama parachichi, viazi mviringo na mazao mengine ya mboga, yani horticultural crops.